Dereva mwanamke aligundua kuwa basi haliwaki, licha ya kuwa tayari mjamzito mmoja alikuwa ametupwa nje. Alipoona ukungu mbele haujaondoka, alianza kushuku bado kuna mjamzito mwingine ndani ya basi. Hii ni kwa sababu babu yake kabla hajafariki alimwambia wazi kuwa wajawazito hawaruhusiwi kupanda basi hilo, vinginevyo kila mtu angekuwa hatarini. Hata hivyo, abiria hawakuamini. Walidhani dereva anawatia hofu tu na wakamtaka aondoe basi waendelee na safari. Ghafla, sauti ya kutisha ikasikika kutoka nje ya basi na kuwafanya wote kutetemeka kwa hofu. Dereva akagundua kuna kiumbe kisichojulikana kinakaribia. Haraka akatoa hirizi au talisman na kuibandika dirishani, akisema itazuia kile kiumbe kuingia. Lakini aliwaonya kuwa hirizi hiyo ingeweza kudumu kwa dakika 3 tu. Akaongeza kuwa muda ukiisha na hawajampata mjamzito aliyebaki, kiumbe hicho kingevunja na kuingia na hakuna atakayesalimika. Abiria wakaanza kupanic tena. Bibi mmoja akamlaumu dereva kuwa ndiye aliyesababisha hayo na kumtaka awajibike. Hakuna aliyekubali kuwa mjamzito, hivyo dereva akaendelea kuwasisitiza kuwa muda unakwisha. Zilibaki dakika 2 tu kabla ya hatari kuingia. Mwanaume mmoja akasimama na kumuuliza mke wake na mama yake kama mmoja wao ni mjamzito, lakini wote wakakataa. Muda ulipobaki dakika 1, hali ikazidi kuwa mbaya. Kijana mmoja akamshtumu bibi kuwa ndiye mjamzito, lakini akakana akisema umri wake hauwezi kuruhusu hilo. Kisha wakamgeukia mwanafunzi wa kike, naye akakana haraka. Mwanamke mmoja akadai mwanafunzi huyo ndiye mjamzito, lakini mwanafunzi akajitetea kuwa hawezi kuwa mjamzito kwa sababu hajaolewa, hivyo mjamzito lazima awe mwanamke mwingine. Wakati huo muda ulikuwa unaisha. Dereva akawaonya tena kuwa wakichagua mtu asiye sahihi wote watakufa. Kwa presha ya muda, waliinyoosha lawama kwa mwanafunzi wa kike. Walipoona tumbo lake linaonekana kubwa, wakahakikisha kuwa ndiye mjamzito. Ghafla hirizi zote zikaanguka. Ili kujiokoa, waliinua uamuzi wa kikatili na kumtupa mwanafunzi huyo nje ya basi. Mara moja akachukuliwa na kiumbe kisichojulikana. Baada ya hali kutulia, abiria walimlazimisha dereva aendelee na safari. Lakini alipojaribu kuwaka basi, halikuwaka. Wakati huo huo, kiwevi kikaanza kuingia tena kutoka nje. Ukungu pia haukuondoka, ishara kuwa nguvu za giza bado zipo, na basi bado liko kwenye njia ya kuelekea kuzimu. Dereva akasimama tena na kusema ukweli. Bado kuna mjamzito mwingine ndani ya basi. Kama umeipenda hii movie, kwa mwendelezo sehemu ya 3, comment next.